mfano kama nisipopata wateja kwenye biashara, maana baadhi ya matunda huwa natupa, kwa hiyo nahesabu kama ni hasara. Mimi naitwa maisha yangu kidogo yalikuwa chini ya kubahatisha. Baada ya kutafuta mtaji na kuanzisha biashara kidogo angalau. Sawa, ni tukio gani lilokulazimisha kuingia kwenye biashara hii? Mimi baada ya kufanya biashara zingine ikaonekana kwanza hazilipi. Kwa sababu unaweza ukafanya biashara afu upate faida. Kwa mfano nijaribu kuuza mkaa, lakini mkaa unazuiliwa, kwa hiyo nikaona bora nihamie kwenye biashara hii ya kuuza genge. Kuna siku unafanya kazi bila faida na hiyo siku inakuwaje? Inabidi nibane matumizi kwa sababu ipo kweli, kwa sababu biashara kama biashara, kuna siku unapata, kuna siku unakosa. Yaani kinachotokea pale, mboga ikisharibika imeharibika tu. Hapo mwanzoni tulikuwa tunatumia friji kuhifadhi hizo mboga. Lakini friji ilipoharibika basi ikawa shida kwa sababu na hela hakuna kununua friji. Wauzaji wenzako wanaona kama unashindani na familia? Wauzaji wenzako wanaona kama unashindani? Na ushindani na wauzaji wenzako? Ushindani upo. Kwa mfano inawezekana mimi nikanunua mboga kule shilingi 400 natarajia niuze 600 ili nipate faida angalau 200. Sasa mwenzangu kanunua 300 atauza 500. Kwa hiyo tayari ushakuwa ushindani. Ni tabia gani ya wateja na kukera zaidi? Tabia ya wateja bwana inosumbua zaidi. Mtu anaweza akaja hapa akanunua kitu akikapungukiwa 100, anakuambia kesho nitakuletea. Matokeo yake anakuhama kwa sababu wewe unamdai. Kwa hiyo ni tatizo nalo pia. Ni kitu gani kinakuvunja moyo au kinakupa moyo zaidi? Mimi kama binadamu na mwenye fikira zangu siwezi nikavunjika moyo, isipokuwa tu sasa naongeza juhudi ili tuna ubunifu zaidi, kwa sababu hii biashara genge inahitaji ubunifu. Kwa mfano nikiangalia kwamba nini kinachotoka zaidi hapa wateja wanakihitaji, basi hicho ndio cha kuingiza zaidi, kingine kitakuwa kama maboresho tu. Nani anakutegemea zaidi kwenye maisha yako na unahisi unatendea haki? Mimi watoto zangu ndio wananitegemea. Na unatendea kwa biashara hii? Wanakula kupitia biashara, wengine wanasoma. Unajisikiaje wanapoidharau biashara ya genge? Naam. Unajisikiaje watu wanapoidharau biashara ya genge? Huyo anaidharau manake kwa sababu haifahamu, ndio maana anaidharau. Na kapungukiwa manake jitihada zake zitakuwa zimeishia hapo za kutafuta. Kama ungepata mtaji mkubwa leo, biashara hii ya genge ungeachana nayo au ungeikuza? Tena ningeikuza, ingekuwa zaidi hapa, kwa kuwa kwanza ningeongeza vitu ambavyo haviharibiki. Tatizo vitu ambavyo haviharibiki, yani mtaji wake mkubwa. Pamoja faida yake ndogo, lakini mtaji wake nao unatakiwa uwe mkubwa. Kwa hiyo biashara ndogo ningeendeza, lakini ningeongeza vitu ambavyo haviharibiki, vinachukua muda mrefu. Kwa sababu wateja wapo ila mtaji mdogo. Sawa. Kama ungepewa nafasi ya kurudi nyuma, je, ungebaki hapa kwenye biashara ya genge au ungeenda kwenye biashara nyingine? Yaani mtu anakuja anakuambia sasa nataka kuchagua kitu kimoja, unabaki hapa au uende kwenye biashara nyingine? Mimi kama mimi siwezi nikatoka, kwa sababu ni biashara ambayo nimeizoea na kwa bahati nzuri inanisaidia, kwa sababu kuna baadhi ya mambo nayafanya kupitia hii biashara na nina muda nao mwingi. Kwa hiyo nina uzoefu nao tuseme. Asante, mimi naitwa Zedi na hii ni Top Ink TV, sauti ya mtaa. Asante. Nashukuru, asante sana.